Maneno ya Kiingereza yenye kubeba tafsiri ya ujasiri ni mengi. Hapa nitatumia mawili, Verarrows na Prac, kueleza wasifu wa Bernard Camillus Membe. Huyu ni mwanasiasa, mwanadiplomasia na kachelo aliyebobea. Verarrows maana yake mwenye kuonyesha ujasiri hata mbele ya hatari. Prac maana yake asiyeyumba katikati ya nyakati ngumu. Tafsiri zote zinamgusa Membe, mbunge wa Mtama kwa miaka 15, waziri wa mambo ya nje ushirikiano wa kimataifa kwa miaka 8, miaka 5 ya utawala wa rais wa awamu ya 5 John Joseph Pombe Magufuli. Alimdhihirisha zaidi Membe si mwoga, hapendi kushindwa, anaweza kupambana mpaka pumzi ya mwisho. Kunyanyua mkono na kusalimu amri, hiyo kwake ni mwiko. Fanya marejeo. Wakati wa Magufuli kulitokea futuko la kisiasa ndani ya CCM. Hesabu mmoja baada ya mwingine ambao walitumiwa kumhujumu Magufuli ambaye alikuwa mwenyekiti wa CCM. Utaona kuwa wote hata ambao walionyesha mwanzoni kwamba ni wagumu, hatimaye walisalimu amri isipokuwa Membe. Kitu kimoja baada ya kingine, Membe alibaki yule yule, na njia ambazo alizichagua katika mgogoro wa kisiasa ndani ya CCM ulihusisha wengi, tena watu wazito. Membe alikuwa na namna ya pekee ya kushughulika. Alikwenda mahakamani kumshtaki Crispin Msiba, kada wa CCM. Alijitambulisha kuwa ni mwanaharakati mtetezi wa Magufuli. Ni baada ya Msiba kumtaja Membe kuwa anamhujumu Magufuli. Wengi walitajwa na Msiba, ikiwemo kutamkwa yasiyofaa. Wapo waliokaa kimya, walikuwepo waliolaumu na kutishia kuchukua hatua, lakini hawakufanya kitu. Membe, wakili Fatma Kalume na waziri wa ardhi wa zamani Profesa Anna Tibaijuka walishinda kesi na mahakama iliamuru wapewe fidia. Agosti 11, 2021, Mahakama Kuu ya Zanzibar ilimhukumu Msiba kumlipa Fatma shilingi bilioni 7.5 kwa kumdhalilisha. Agosti 13, 2021, Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu Dar es Salaam kumlipa Profesa Tibaijuka shilingi milioni 80 kwa kumchafua. Oktoba 28, 2021, Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam ilimwamuru Msiba kumlipa Membe shilingi bilioni 6. Fatuma na Tibaijuka wamekuwa wakijivuta kukazia hukumu, lakini Membe alishatangulia mbele na tayari wajibu wa kudai upo kwa dalali wa mahakama, kampuni ya Yono. Askofu mkuu wa kanisa la Moravian Uamsho wa Tanzania, Bendekila Mwamukula, alimwandikia barua Membe kumwombea msamaha Msiba. Hata hivyo, Membe alijibu kuwa asingemsamehe abadan. Bora kutoeleweka, lakini sharti usisamehe kile unachoona ni sahihi kwa ajili ya kulinda na kuhifadhi utu wako. Hicho ndicho Membe alikisimamia, na ndivyo kinaitwa ujasiri wa kiroho, spiritual courage. Huyu ndiye Membe. Watu aina yake ndio wale usemwa waliumbwa na moyo wa simba, the lion hearted. Anapotaka lake lazima alipiganie. Akianzisha vita sharti ifike mwisho. Kuonewa kwake mwiko. Kumvunjia heshima usijaribu, mtamalizana. Watanzania walichelewa kumjua. Msimamo wa Membe wa kukataa kuburuzwa kipindi cha uongozi wa Magufuli ulifanya watu wengi wamfahamu Membe halisi, kwamba alijitosheleza kwa ujasiri wa kijamii, yani social courage, na ujasiri wa kimwili, yani physical courage. Aliyekuwa katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali alitangaza kusudi la kukutana na Membe ili amhoji ni kwa nini anatajwa kumhujumu Magufuli. Haukupita muda, Membe alijibu kuwa alikuwa tayari wakati wowote kuitikia wito huo. Alipoona amechelewa kuitwa, alihoji, nasubiri wito, mbona siitwi? Kamati ya maadili ya CCM iliwaita Membe na makatibu wakuu wastaafu wa chama hicho, Abdulrahmani Kinana na Yusufu Mamba. Membe alikuwa wa kwanza kujibu kuwa angeitikia wito huo. Membe alihudhuria kikao na alipotoka alizungumza kwa kujiamini. Tulikuwa na mkutano wa masaa 5 wa mijadala mizuri mikubwa ya kitaifa inayohusu Chama cha Mapinduzi na nchi yetu. Nina furaha kubwa ajabu. Nimepata fursa na nafasi nzuri ya kufafanua mambo ambayo chama changu kilitaka kuyajua. Kitendo cha Membe kuitikia wito wa mamlaka za CCM kwenda kuzungumza bila hofu katika vitisho vingi vilivyokuwepo, hicho ndicho huitwa ujasiri wa kisomi, intellectual courage. Misimamo ya Membe ilifanya watu wajiulize nini kilimbadilisha. Hapana,
nyakati zilidhihirisha. Hakuna wakati wowote Membe hakuwa Membe. Aliyekuwa waziri mkuu wa UK David Cameron alipotoa sharti kuwa kila nchi inayoendelea ambayo imepokea msaada kutoka kwao lazima itunge sheria ya kuruhusu ndoa za jinsia moja, Membe alijibu, tupo tayari kwa lolote. Hatuwezi kuvunja utaifa na utamaduni wetu kwa nchi yoyote tajiri inayotoa masharti ya kipuuzi ili tushibe matumbo yetu. Kama wanadhani misaada ndio silaha yao, wakae nayo. Jibu hilo la Membe ndio mantiki ya ujasiri wa kimaadili, moral courage. Kusimama kilicho sahihi kwa gharama yoyote. Balozi wa UK Tanzania alimjibu Membe kuwa sharti alilolitoa Cameron halikulihusu Tanzania. Chokochoko za kikundi cha waasi M23 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuitisha Tanzania zilifanya Waafrika itambue kuwa Tanzania ilikuwa na Membe, waziri wa mambo ya nje mwenye msimamo mkali na ambaye msamiati wa uoga haupo kichwani kwake. Membe akawaahidi M23 kichapo. M23 walikiona cha moto. Ni Membe aliyefanya Tanzania iwe ni nchi ya pekee Afrika iliyotoa msimamo wa kulaani mataifa makubwa ya Marekani na washirika wake walipoivamia Libya mwaka 2011 na kumuua aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi. Membe alisema dhamira haikuwa kumuondoa madarakani Gaddafi bali kumuua. Membe alikuwa na moral courage. Mnamo mwaka 2008, Membe alikuwa kiongozi pekee wa Kiafrika mwenye kuhusika na mashauri ya kigeni aliyeisemea Zimbabwe iliyokuwa ikiongozwa na Robert Mugabe kwamba ilikuwa haionyeshi kwenda kwenye uchaguzi huru na haki. Na baada ya uchaguzi, Membe alisema Zimbabwe haikuwa na jinsi zaidi ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Kauli za Membe zilichukiza chama tawala cha Zimbabwe, ZANU-PF. Membe hakupindisha kauli. Wapo wanachama waandamizi wa ZANU-PF walitoa maneno makali mno kumshambulia Membe. Mwisho serikali ya Umoja wa Mataifa iliundwa Zimbabwe. Mugabe akawa rais, mpinzani wake Morgan Tsvangirai akawa waziri mkuu. Wakati wa Membe akiwa waziri wa mambo ya nje, Tanzania haikukosa kauli kwenye masuala ya kimataifa. Anzia mgogoro wa Afrika Mashariki ya Kati, Palestina na Waisraeli mpaka Sarwali, Sahara Magharibi na kilio chao cha kutawaliwa kimabavu na Morocco. Membe alikuwa mchungu katika sakata la ufisadi, ununuzi wa rada nchini. Kampuni ya BAE System ya Uingereza ni kubwa na kongwe ulimwenguni kwa utengenezaji wa vifaa vya ulinzi, usalama na sayansi ya anga. BAE System iliuzia Tanzania rada. Baadaye Waingereza walibaini bei ya rada ambayo Tanzania iliuziwa ilikuwa kubwa mno. Bunge la Uingereza, chemba ya nchi, House of Commons, mjadala ulikuwa wa moto mno kuhusu BAE kuipiga Tanzania. Kisha taasisi ya uchunguzi wa rushwa kubwa wa Uingereza, SFO, ilithibitisha kuwa kulikuwa na mazingira ya rushwa kwenye biashara ya rada ambayo BAE iliuzia Tanzania. Baada ya BAE kubanwa, ilitaka irejeshe Tanzania paundi milioni 29.5 ambao ni sawasawa na shilingi bilioni 70 za Kitanzania, ambayo ilipewa jina la change ya rada kwa njia ya msaada. Membe alikataa fedha hizo. Alisema BAE walitaka waonekane hawakuwahi kufanya kitu kibaya kwa serikali ya Tanzania. Msimamo wa Membe ukawa ni lazima BAE wakili kuwa waliuzia Tanzania rada kwa bei ya juu kuliko uhalisia na warejeshe fedha ambazo walitambua zilikuwa za ziada. Membe alisema kupokea fedha kwa njia ya msaada kungeipaka matope nchi na hilo hakulitaka. Mnamo Februari 2020, Membe alifukuzwa wanachama wa CCM. Uamuzi huo alijibu kuwa sababu ni yeye kuiambia kamati ya maadili ya CCM kwamba alitaka kugombea urais. Alisema alitaka kumkabili Magufuli ndani ya chama hicho. Baada ya kutimuliwa CCM, Membe alijiunga na chama cha ACT Wazalendo, akateuliwa kuwa mgombea wa rais. Baadaye uongozi wa chama chake ulibadili gia angani na kumuunga mkono aliyekuwa mgombea wa chama cha Chadema, yani Tundu Lissu. Badala ya Membe kukubali kumuunga mkono Lissu, yeye alitamba bado mgombea. Hakufanya kampeni. Hakuna wakati alijigamba kuwa angeingia uwanjani dakika 80 kutokea benchi na kufunga goli la ushindi dakika 90 na mchezo kuisha. Danadana zote za kugoma kujitoa na kunadi ahadi kumemkemua kuwa angeibua kishindo kikubwa kwenye kampeni, ikiwemo kufunga goli dakika 90, lakini hakufanya chochote. Hicho huitwa ujasiri wa hisia.
emotional courage. Membe aliona kutangaza kujitoa kungemaanisha hana nguvu. Hakukubali, alikomaa na hisia zake. Huyu ni Bernard Membe. Mimi niliyekuandalia makala hii naitwa David Solomon. Subscribe kwa ajili ya kupata makala nyingi zaidi.